Alituletea maisha mapya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sema Yesu alituletea maisha mapya. Yesu alituletea maisha mapya. Sema anatembea katika maisha mapya. Anatembea katika maisha mapya. Yesu alituletea wokovu. Yesu alituletea wokovu. Yesu alituletea wokovu. Yesu alituletea wokovu. Yesu alileta wokovu. Yesu alileta wokovu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Romans chapter 6. Kwa hivyo wewe ambao unataka kufanya mambo yako na kuchanganya mtaki kuti Kristo, angalia hiyo andiko vizuri. Kwamba Yesu alituletea wokovu. Utembee katika wokovu. Ndio Paulo anasema kama uishie wokovu wako, wa Filipi 2:12. Uishie wokovu wako kwa kuogopa na kutetemeka, maana ilipwa na damu. Kichezea hivi unajiangalia na mtu ambaye ameanguka tayari. Unajilinganisha na watu wengine. Itakusaidia nini? Wokovu sasa. Ndio mimi naenda siendi leo, nitaenda Jumapili ijayo maana wageni wanakuja. Au ndio wokovu wako hiyo baridi. Watu wengi wanachezea wokovu ndugu. Na wokovu hii ilipwa na mikuki. Ilipwa na damu, usiweke siasa pale. Kama mtu angekufufu huko, amefufuka, ameenda huko, ameona vile huko ilivyo. Na wengi wameenda wamerudi, lakini watu huwa shetani hataki kuamini. Maana katika Biblia inasema kwamba huku si pazuri huku. Kuna watu wanachezea wokovu, tajiri akafa na Lazaro akafa. Akaona moto, wewe unachezea wokovu wewe. Unaambia mpaka kando wacha nalo, bado unashikana nalo. Hii njia unafuata kama si nzuri, wewe unashikana nayo, unachezea wokovu. Ilipwa na gharama. Sema Kristo aliletea wokovu. Kristo alileta wokovu. Alilipa gharama ya wokovu wangu. Alilipa gharama ya wokovu wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna watu ambao wanachezea wokovu. Sasa ukiona makanisani anarukaruka pale, akienda pale anakula tombaka. Anavuta bangi. Vuta sigara, mwingine alikuja hapa anavuta sigara kabisa. Na wokovu, anachezea wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ilipwa na machungu mno hivi. Kwa hivyo leo tunaangalia tu faida mbili ya hiyo wokovu ambao tulipewa kwa neema